Siku njema kila mtu. Shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa fursa hii ambayo ametupa ili kuendelea na mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo kulingana na Biblia. Ningependa kuwakaribisha tena kwa toleo lingine la hii idhaa ya ukweli ambapo tunajadili maswali mbalimbali na kuyajibu kutokana na maandiko ya Biblia. Swali la wiki hii linahusu kuhudhuria kanisa na kwa nini Mungu anaacha watu wawe wagonjwa? Je, ni lazima tuhudhurie kanisa? Ni kwa nini kuna wagonjwa duniani? Hebu tusome kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 32 aya ya 39. Inasema, "Tazama basi mimi mwenyewe, mimi ndiye. Hakuna Mungu mwingine ila mimi. Mimi ninaua na mimi ninafufua. Mimi nimejeruhi na mimi nitaponya. Wala hakuna awezaye kuokoa." Maisha yetu yako chini ya nguvu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye aliyetupa uhai wetu na yote yapo mkononi mwake. Kulingana na kitabu cha Ayubu sura ya 12 aya ya 10 inasema, "Mkononi mwake uko uhai wa kila kiumbe na pumzi ya wanadamu wote." Lakini je, hii inamaanisha kwamba mtu yeyote mgonjwa anaweza kumlaumu Mungu? Ni lazima tufikirie sana na hebu tusiwe na pupa ya kumlaumu Mungu, kwa sababu Biblia imetupa mifano nyingi sana kuhusu maisha yetu na jinsi imetupasa kuishi maisha yetu. Tukikosa kufuata maagizo katika maandiko ya Biblia, basi imetupasa kujilaumu sisi wenyewe. Kulingana na Kumbukumbu la Torati sura ya 29 aya ya 9 inasema, "Fuateni kwa bidii masharti ya agano hili ili kwamba muweze kustawi katika kila kitu mnachofanya." Tafadhali muwe wasikivu na msikilize kwa makini majibu ya maswali ya leo kulingana na Biblia. Mungu aweze kuwafungua mioyo yenu muweze kufahamu. Hebu sikilizeni. Jina langu ni Kristi kutoka Winnipeg, Manitoba, na nina maswali mawili. Swali langu la kwanza litakuwa, je, unahitaji kuhudhuria kanisa ili bado kufanya mazoezi ya ibada ya kidini au liturujia katika maisha yako? Na swali langu la pili ni, kwa nini Mungu anaweza kuacha vijana kupata kansa? Sababu rafiki yangu bora, mmoja wa marafiki zangu bora, yuko na umri wa 27 na yeye ana kansa ya ubongo. Na nina wakati mgumu, nina mapambano, na kwa nini Mungu anaweza kuacha vijana, watu wema kwa kweli, kupata magonjwa? Na hayo ni maswali yangu. Tunakushukuru kwa ushiriki wako katika kipindi hichi kwa interneti. Hebu niweze kujibu kwa njia hii. Swali la kwanza ni, je, yeye anahitaji kuhudhuria kanisa kufanya mazoezi ya ibada ya kidini katika maisha yake? Labda yeye amezoea kuona kanisa ambamo kuna ibada nyingi za kidini, lakini unaona maneno ibada ya kidini katika Biblia. Hebu tugundue ambapo katika Biblia maneno ibada ya kidini yalitumika. Toleo maarufu la King James, maneno ibada ya kidini hayaonekani. Unaona? Na pia katika toleo la kisasa la King James, hebu kompyuta itafute maneno ibada ya kidini. Hakuna maneno au misemo yanayopatikana. Vipi kuhusu katika kamusi? Tunamaanisha nini na maneno ibada ya kidini? Hebu tuongozwe wakati huu na kamusi, kwa sababu hakuna maneno ibada ya kidini katika Biblia. Maneno ibada ya kidini hayakutumika hata katika toleo la kisasa la Biblia ya King James. Ufafanuzi wa maneno ibada ya kidini: wingi ni ibada za kidini. Nambari ya kwanza, tabia imara rasmi, muundo imara na maagizo ya maadhimisho, kwa mfano katika dini. Nambari ya pili, utendaji wa vitendo rasmi, utunzaji wa vitendo au taratibu katika hali fulani iliyopangwa na njia ya sherehe. Mara nyingi hutumika kabla ya nomino, ngoma ya kiibada. Sasa nina wazo la nini maana ya ibada ya kidini, kama tu misa ya kanisa Katoliki, kwa sababu ni tabia imara rasmi, muundo imara na maagizo ya kuadhimisha. Pia ni utendaji wa vitendo rasmi, utunzaji wa vitendo au taratibu katika hali fulani iliyopangwa na njia ya sherehe, kama tu ubatizo katika kanisa Katoliki, sherehe za ndoa, ibada za kidini. Hizo ni ibada za kidini.
misa ambazo kanisa Katoliki hufanya, na katika kuwasiliana na mapepo, labda ibada ni kwamba kuna mzoga ambapo washiriki wote hushikana mikono ya kila mmoja na kisha kusubiri kikombe cha glasi kiweze kusonga. Wanasubiri pepo ndani ya glasi. Kwa glasi kweli ni mahali pa mapepo, kaka Joseph. Hiyo ndiyo sababu wao hutumia pepo ndani ya glasi katika kuwasiliana na mapepo. Niliweza kuona wakati nilipokuwa katika nchi ya Marekani, kuna maduka huko ambayo husema we sell liquors and spirits. Kwa Kiswahili ni pombe na konyagi. Kaka Eli anafanya utani tu. Hiyo ndiyo sababu katika glasi unaweza kuwa na spirit ya brandy ya miaka 12. Hivyo kweli kuna mapepo katika glasi. Hizi ni mapepo ambayo watu wa kuwasiliana na mapepo huyaita kusongesha glasi. Huo ni uangalifu wangu, kaka Jose. Lakini hebu tuende kwa swali. Je, ni lazima kuhudhuria kanisa au kuhudhuria ibada za kidini? Katika kanisa, katika Biblia, ni lazima kuhudhuria mikusanyiko ya Wakristo, na hiyo ni moja ya njia ya kujifunza mapenzi ya Mungu, kwa sababu wakati wa mkutano kutakuwa na mafundisho ya mafunzo, sheria, amri, maagizo ya Kristo na mafundisho yale yote ambayo ni muhimu kwa ajili ya maisha yetu ya kila siku. Hebu tusome katika kitabu cha Waebrania sura ya 10 aya ya 25. Inasema, wala tusiache kukutana pamoja kama wengine walivyo na desturi ya kukutana. Tuhimizane sisi kwa sisi kadri tuonavyo siku ile inakaribia. Hiyo ni amri iliyoandikwa na Mtume Paulo. Hebu tusiache kukutana au kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine wanavyofanya. Lakini alisema, tuhimizane sisi kwa sisi. Kwa hivyo ni siku, wakati wa kuhimizana, wakati wa kutiana moyo, wakati wa Kristo wanakusanyika katika mahali fulani kwa wakati huo. Hapo ndipo ambapo mahimizo hutolewa kwa mandugu na madada kanisani. Hiyo ni amri ya Biblia. Hiyo ni mafundisho ya Biblia kutoka kwa Bwana Yesu Kristo ambayo ilikuwa imeandikwa na Mtume Paulo. Sasa ni muhimu sana kuwa kwa mmoja wa wale ambao wanakusanyika pamoja, kukutana pamoja sisi wenyewe, kukusanyika pamoja sisi wenyewe. Na ndivyo inavyokuwa siku ya kwanza ya wiki na baadhi ya siku maalum katika wiki kama ilivyokubaliwa na Wakristo. Lakini kama tutaweza kuiweka msingi kutoka katika Biblia, Wakristo wa karne ya kwanza walikutana pamoja wenyewe katika mkutano siku ya kwanza ya wiki. Hebu tusome baadhi ya madhibitisho katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20 aya ya 7 na katika kitabu cha Yohana sura ya 20 pia na aya ya 19. Siku ya kwanza ya juma tulikutana pamoja kwa ajili ya kumega mkate. Paulo akaongea na watu, naye kwa kuwa alikuwa amekusudia kuondoka kesho yake, aliendelea kuongea mpaka usiku wa manane. Ikawa jioni ya ile siku ya kwanza ya juma, wanafunzi wake walipokuwa pamoja, milango ikiwa imefungwa kwa kuwaogopa Wayahudi, Yesu aliwatokea, akasimama katikati yao, akasema, amani iwe nanyi. Kaka Josel, haya ni matukio mawili ambayo tuna taarifa na Biblia kwamba Wakristo na mitume walikusanyika pamoja siku ya kwanza ya wiki. Kwa bahati, changizo kwa ajili ya watakatifu
Sadaka ya changizo ilitokea pia siku ya kwanza ya wiki kulingana na waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 16 aya ya kwanza hadi ya pili. Basi kuhusu changizo kwa ajili ya watakatifu, kama nilivyoagiza makanisa ya Galatia, fanyeni vivyo hivyo. Siku ya kwanza ya kila juma, kila mmoja wenu atenge kiasi cha fedha kulingana na mapato yake, na fedha hizo aziweke akiba, ili nitakapokuja pasiwe na lazima ya kufanya mchango. Mkutano wa michango kwa ajili ya fedha ya watakatifu katika kanisa pia inafanyika kulingana na amri iliyoandikwa na Mtume Paulo. Siku ya kwanza ya wiki, kile walichotenga katika wiki nzima, wao hukutana pamoja na kuyakusanya siku ya kwanza ya wiki. Hiyo ina maana gani? Kuna siku imara katika Biblia ambapo Wakristo wa kanisa la karne ya kwanza walikusanyika pamoja. Kwa hivyo ni lazima kuhudhuria. Hata katika wakati wetu tunazingatia hiyo. Siku ya kwanza ya wiki sisi hukusanyika pamoja. Wakati mwingine kuna siku maalum ambayo sisi pia hukusanyika pamoja kwa sababu imetolewa na katika maandiko. Tunaweza kukutana kila siku kama wale Wakristo wa karne ya kwanza walivyokuwa wakifanya katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 46. Siku zote kwa moyo mmoja walikutana ndani ya ukumbi wa hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba, wakila chakula chao kwa furaha na moyo mweupe. Siku zote kwa moyo mmoja walikutana ndani ya ukumbi wa hekalu. Kwa hivyo walikusanyika kila siku katika hekalu. Lakini maamrisho baadaye ya Mtume Paulo ni kukusanyika pamoja, ambayo ilikuwa inatekelezwa na Mtume Paulo pamoja na Wakristo wa karne ya kwanza siku ya kwanza ya wiki. Inaweza kuwa kila siku, lakini makusanyo ya fedha yalitokea tu Jumapili siku ya kwanza ya wiki, sio kila siku. Kwa sababu kuna wachungaji ambao wakati wowote wanakutana pamoja, wao hukusanya fedha, kwa sababu hawa ni wachungaji ambao kwa kweli wanataka kujitajirisha. Hiyo ndiyo sababu wakati wao wanakutana pamoja, wana makusanyo ya fedha. Katika kanisa la Mungu, sisi hukutana pamoja labda siku 3 au 2, siku 2 katika wiki. Inategemea juu ya tukio. Lakini kukusanyika pamoja ya Wakristo, mkutano tu ambao sisi hukusanya fedha ambazo zinahitajika kwa kanisa katika mahubiri ya Injili na kwa watakatifu, inafanyika siku ya kwanza ya wiki. Siku ya kwanza ya wiki huanza siku ya Jumamosi katika machwa hadi Jumapili machwa. Hii ni hesabu ya Biblia. Hiyo ni hesabu ya Biblia. Siku huanza katika macheo na huishia katika macheo inayofuata. Sasa, ni lipi swali la pili, kaka Josel? Ni kuhusu rafiki yake ambaye alipata ugonjwa wa kansa ya ubongo, na alisema kuwa rafiki yake bado ni kijana, umri wa miaka 27, na yeye anadhani kwamba yeye ni mtu mwema. Lakini kwa nini Mungu anaweza kutoa huu ugonjwa au maradhi kwa mtu kama yeye? Kuna mambo ambayo Mungu hufanya ambayo hatujui, hatufahamu. Dhamira ya Mungu daima ni nzuri kwa watu wake. Labda ulisema kwamba rafiki yako ni mtu mwema, na ni kwa nini ilitokea kwake wakati yeye ana umri wa miaka 27 na hivyo kijana? Lakini bado kuna watu wadogo zaidi au vijana zaidi ambao wanakufa kutokana na magonjwa. Kuna sababu nyingi kwa watu kufa. Kuna njia nyingi ambazo watu wanaweza kufa. Baadhi hufa katika ajali za barabarani, mikasa baharini, ajali za anga. Watu hufa katika njia nyingi. Hata wakati mwingine watu wanauliwa na kupigwa na radi. Baadhi humwa na nyoka na kufa mara moja. Baadhi humwa na umbwa walio na kichaa cha umbwa na kufa polepole. Baadhi hupata ugonjwa wa sukari na kufa polepole. Baadhi hufa kwa ukimwi. Kila mtu lazima afe. Kila lazima kieleweke ni yale yaliyoandikwa katika kitabu cha Waebrania sura ya 9
aya 27, na inasema, kama vile mwanadamu alivyowekewa kufa mara moja tu, na baada ya kufa akabili hukumu.